Wasia wangu kwa ndugu zetu katika kisiwa hiki chote, sisi tuna masulia makubwa na tutakwenda kuulizwa juu ya majukumu haya, likiwa la kwanza ni jukumu la sisi kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu ni sisi kuwa na himma ya kuisoma sisi wazazi na kuwalea watoto wetu kwa msingi wa kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu na kukifahamu na kuzingatia. Pia tuna masulia makubwa katika kusimamia maarifa ya watoto wetu yote, ya kujua dini yao na kujua maarifa ya kilimwengu. Hili ni jambo yataka kila anayeitwa mzazi asingojee kusukumwa, bali awajibike kama mzazi. Na tukiwajibika sisi wazazi sote, hali zitabadilika. Sisi lazima tuwajibike kama wazazi wa kiume na wa kike. Tuwajibike, tubebe majukumu yetu katika jamii zetu, katika kuwafundisha watoto wetu yote yale yanayostahiki kufundishwa, tukianzia kuwafundisha dini yao. Na haya hayawezi kupatikana pasina tadhhiya, hayawezi kupatikana pasina kuwa tunafuatilizia, hayawezi mambo yakawa hivi hivi pasina sisi kujitolea katika maisha yetu. Kwa hivyo hii nasiha ninaowapa wazazi walioko hapa na wale wengine ambao wataipata kupitia mitandao, nawaambia tuogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tubebe majukumu yetu kwa haki, na tusiogopane macho katika kuona kwamba haya madhila yanatokamana na nini. Pale ambapo panaharibika, tusimame sote pamoja kuparakibisha. Hali hazifurahishi kabisa. Tumekwenda jana katika secondary school hapa, tukakuta watoto wa kuhisabika. Tukamuuliza mwalimu aliyekuweko pale, msaidizi, wako wapi watoto wengine? Asema kila mmoja anakuja vile anavyotaka mwenyewe. Mtoto yuko chini yako wewe mzazi. Hufai wewe mzazi kabisa kusema kwamba mimi nimeshindwa na mtoto wangu. La, hufai kushindwa na mtoto wako. Ni wajibu wetu sisi wazazi tufuatilizie, hasa kule chini katika kuweka msingi, kwa sababu mtoto akipata msingi mzuri kule chini, huku juu hawezi kutabika. Lakini kama mtoto hakupata msingi mzuri, akienda juu atafanya nini? Mambo ya kuhuzunisha ambao hata siwezi mimi kuyasema, ambayo tumeyasikia kwa walimu. Tumezitembelea shule za upili zote katika sehemu hii, kutokea Pate, Sio, Faza, Mbwajumali, Kizingitini. Yale maneno ambayo tumeyasikia mpaka kwa watoto wenyewe wanaoyasema ni mambo ya kuhuzunisha sana. Kwa hivyo sisi kama umma ni wajibu wetu tuamkeni, ni wajibu wetu tujirakibishe, ni wajibu wetu tubebe masulia yetu, kwa sababu tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wale watoto wako chini ya masulia yako wewe mzazi. Usiwache jukumu lako
Hakuna mtu ambaye atakuja kutoka sehemu nyingine aje aturakibishe sisi, ni sisi wenyewe kwa wenyewe turakibishane. Na tukifanya juhudi, kwa nini nyuma mambo yalikuwa ni mazuri na kwa nini leo yaharibike? Tuangalie pale ambapo tumeteleza, tujirakibishe, sababu watu ni wale wale. Na mimi nilikuwa nikitamani kwamba hii generation itakuwa mzuri zaidi, kwa sababu wazazi wote angalau wamepitia kwenye madarasa. Leo hakuna mzazi ambaye hakupitia kwenye darasa, lakini yasikitisha kwamba waliotuzaa sisi walisimama wakatusomesha, pamoja na kwamba maarifa yao yalikuwa ni machache, lakini walikuwa mstari wa mbele katika kufuatilizia mpaka sisi tukapatikana. Huwaje sisi leo ambao tumesoma tukashindwa kufuatilizia taalimi za watoto wetu, bali tukawa na maneno ya kutupa ambayo hayafai kabisa mzazi kusema maneno kama yale. Ikhwatal iman, tuogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tuwekeni msingi imara kwanza wa watoto wetu wajue dini yao. Watoto wakijua dini yao vizuri, wakipata tauhidi ya kisawasawa, wakawa na imani ya kisawasawa, wakawa na akhlaqi njema, pahali popote watapoenda watafaulu. Kwa sababu msingi wa kufaulu kwa mwanadamu ni mwanadamu kuwa na nidhamu. Masala ya riziki yatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allaha huwa ar-Razzaq. Lakini nidhamu tumetakikana sisi tuhakikishe kwamba tunakuwa na nidhamu kutokea ndani ya majumba yetu, katika sehemu za ibada, katika sehemu za kiilmu. Haya ni maarifa ambayo sisi yatakikana tuhakikishe kwamba tumeyafikia maarifa haya. Lakini riziki yatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal leo ukienda kwenye miji mikubwa, ukiangalia makampuni mengi wanaoyamiliki husaini kwa vidole. Wanaoyamiliki yale makampuni makubwa, wanaoyamiliki hata kuandika jina hajui, asaini kwa vidole, kuonesha kwamba masala ya riziki yatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, si masala mengine. Lakini hao wanaotia saini kwa vidole wamewaajiri wataalamu kila aina, wameajiriwa na watu ambao jina lake hajui kuandika. Kwa hivyo tusichanganye baina ya maarifa na riziki. La, maarifa ni kitu cha kumsaidia yule mtoto kuwa na nidhamu katika maisha yake, na msingi mkubwa ni wa dini yake. Majukumu yako kwetu sisi wazazi. Kwa kweli majukumu yako kwetu sisi wazazi, lakini leo wazazi wa Kibajuni, si hapa kwetu tu, sehemu yetu zote za Kibajuni, shida hizi za kuzorota kwa elimu ya dini na dunia ni kwa sababu mzazi wa leo hakutukua majukumu yake kisawasawa, hasa wa kiume. Leo mzazi wa kiume hana habari wala hataki kushughulika na mambo hili. Kwa hivyo ndugu zanguni, pana haja kuweza kubadilika, tujue tutafanya nini. Na Sheikh amesema wao wametembelea masekeni. Sijasema si sawa, ni sawa kutembelea masekeni, lakini kulingana na ugonjwa tulionayo, kwenda kutembea katika masecondary school yetu haiwezi kuja na tija, kwa sababu shida sipo ilipo, kama alivyosema yeye mwenyewe juu ya mimba. Msingi ndio pana muhimu, na sisi tuna shida kwenye msingi. Ni sawasawa kuwa na mhembe wako shambani, ukakiwa na ugonjwa wa mizizi, wewe watibu majani, hupururuka, wewe hutibu dawa majani, atapururuka mpaka sie, kwa sababu mzizi ishaliwa na haupandishi. Kwa hivyo ndugu zangu, shida yetu turudini, ikiwa tutakuja kutembelea shekhe na wataalamu wengine, kwetu shida ziko kwa primary zetu,
na ni lazima tukazijenge hizi primary ndio kesho kule kupatikane watu. Lakini tukenda secondary zetu zitembelewe hata vipi, hakuna matunda kule ya kuweza kutoa matunda baada ya kwenda kule. Walidhulumika kuanzia huku chini, kwa hivyo dhuluma ile haizibiki tena pale. Na mimi nikisema wengine unipeleka kwa siasa, lakini challenge mimi natoa mtu kwamba shekhe, tutukue body of management iliyoko hapa tukaipeleke Alliance, na tuchukue bodi ya PhD na maprofesa wa Alliance tuwalete hapa. Wallahi namwapia mtu na hali takuwa, kwa sababu miujiza ilikuja kwa mitume peke yao. Aliyezungumza kwa watoto ni Nabii Isa, na aliyetoka motoni kwa miujiza moto simchome ni Nabii Ibrahimu peke yao, lakini wengine hakuna. Yule PhD au profesa atakayekuja pale, hao watoto watatoa E na watabaki kwenye E. Na bodi zetu hizi zilizoko huku kazipeleka kule, watarudi wale kufeli, kwa sababu kwamba ni bodi umezichukua, hawana elimu, hawana uwezo wa kipesa. Kwa sababu leo bodi iliyoko Alliance ni profesa watupu na ma-PhD watupu, ni watu ni ma-PS na mawaziri. Wakiingia pale kuwa motivate wale watoto kwamba mkitoa alama hii, mmoja atamwambia mimi nitakupa ngari, mwingine atamwambia mimi nitakupa hiki. Sisi wale watakokuwa huku kuwapeleka kule kwetu ni maskini na mafukara, hawawezi kuwapea challenge. Kwa hivyo watadrop kutoka kwenye A40 ama 50 ama 60, lakini B na C zitabakia pale pale. Na hapa wakwetu wapewe hata promotion gani, itatoka ni ile ile E. Kwa sababu ule mtoto uko pale aliyedhulumika kuanzia huko chini, umempeleka mtoto ako form 1 hadi kusoma A mpaka Z. Nipe profesa yoyote ambaye atamfanya asome A to Z katika secondary school. Kwa hivyo ndugu zanguni, kama alivyosema shekhe, watu wawe na ukweli, na sisi lazima tusimame kwenye ukweli. Tukiwa tunataka kubadilisha haya mazingira, ni turudini kwenye primary zetu. Na kwenye primary zetu si kwamba ugonjwa hatujui, tuujua, lakini kuogopana mato na kuheshimiana kiujinga ndio shida yetu. Tuogopana mato na kuheshimiana kiujinga, tumaliza vizazi na vizazi. Hapa mimi hupenda nende kwa mfano. Nitatoa mfano hapa msikitini. Tuna yule kijana anaitwa Hamisi, fundi wa msikiti. Yule alisoma na ana utaalamu wa hizi technician kupita kiasi. Na tumempeleka kwenye masomo mengine ili asome apate makaratasi, alishindwa kwa sababu kukwambia mimi si kidhungu. Siwezi kuketi na macho, sisi kidhungu. Hakufiti. Leo katidia anao utaalamu lakini hawezi kukuza. Yeye haisi kusoma. Alirudi nyuma mpaka karudi hapa. Kwa nini? Alidhulumika chini. Kwa hivyo tukitaka kubadilisha ni lazima tukueni wa kweli. Primary zetu standard 1, 2, 3 ndipo penye shida. Mimi nampa tena mtu yoyote shekhe hapa. Nenda kwa primary zetu. Class grade 4 sasa ni kwa grade 5, grade 6, grade 7 mpaka ufike 9. Kila class girls siwezi kuambia sana lakini nina imani nao, lakini kwa boys nimekuwa pale na mtoto wangu na nafuatilia. Sasa ni grade 5. Class ya bana 20. Class ya bana 20 ni class ya bana 30. Hakuna nafikiri ikizidi grade 9 ndio utaweza kupata class ya bana 40. Kama grade 5 mtoto wangu ambaye huko ni class 2, kila class ina bana 20. Mtoto wangu uko kwenye class ya bana 20. Bana 20 wametoka class 1, 2, 3 mpaka wameingia grade 4, wanaweza kusoma Kiswahili na English hawawezi. Kiswahili habo ndio habayambo mbana watano katika 20. Na mtu anaende sahihi wakafali tuko haji mko hapa aende sahihi mtu. Uende grade 9 ambao wako sasa, kuna vana wa 40 waweza kusoma tena Kiswahili ni vana 7, 30. Sasa utampeleka grade 10 kesho akafanyaje? Kwa hivyo ndugu zanguni, tuko kwenye madhila makubwa sana. Si siasa, si kuchukiana, lakini twajua. Na mimi hili tena nasema tena challenge. Mr. Bunu kama yuko kama headmaster hapa. Wakati wa nyuma Madam Jamila alikuwa haja retire, nilichallenge aseme. Mr. Toha nimemchallenge kwa hilo. Nawaambia low classes tupelekeni walimu ambao
wako shapu na wana kusukumana na watoto, tuangalie kwa muda kutakuwaje. Lakini wallahi majibu leo Bunu uko hapa, nimekwenda Tamjana mpaka nikachoka, nikamwambia mimi sitaki tena kuja. Kwa sasa tutangoja kudura ya Mungu, twendeni tu mpaka watu wa retire, wale wengine wakia tutafanya nini? Wallahi naambia boto watu wenu habataki mtu kintoka class 1 kuya hapa hulia kama mwana kidodi, hataki kwenda ile class zaidi. Lakini kwa nini mtu awe ataato achome kizazi na kizazi na kizazi, badala yeye aende pale achome isomo moja, ni science ama ni GHC ama ni mathematics? Lakini hama mwingine mtoto akinuka vizuri alili lilopotea moya akaenda tafu mwani taweza kulikava. Lakini ikiwa hakupata msingi, hakujua kusoma, hata aende kwapi havi tena, havi hata umfanyie havi tena. Sasa mtu kuambia watu wenu wataki mchulia kama fili wao, ufanye vipi? Nimewapa tena challenge. Mimi jamani, kizungumza siasa tena hapa jina lazima mtaje. Madamu mikatiti pale nimekwenda kuzungumza kwambia hii grade 4, 5, 6 mpaka 9 acheni kufuata syllabus. Syllabus wate nini ziweke kwenye makaratasi, kwa sababu lengo ikuru ni kwamba maana asome kwa muda wa miaka 9 kwa system yao CBC, akitoka pale amejua kusoma na kuelewa. Sasa hii ikiwa mtu wewe uko class grade 6 waenda kutupa material ya science kwa lugha ya Kizungu, ule mtu hakuelewi yeye haisi unena nini. Sasa umbikia keleza nini? Kamwambia sasa syllabus ya 5 msisomesha habari ya science chochote, nyinyi fundisheni mtoto ajue kusoma na aelewe lugha ya Kizungu miaka yote 8. Akitoka hapa iva kusoma na kuelewa, akaenda akiketi mahali kokote akiamua nataka kusoma, wallahi tapicha, wallahi tapata B. Lakini mtu haisi kusoma, mtu hata kama iva kusoma haelewi alilolisoma, tajibu nini wewe swali hilo? Na wale iva kusoma na mpatena mtu challenge hapa, mtu kwa mwana kwetu mtafsirie swali uangalie kama hakujibu. Natoa tena challenge, nendeni form 4 kesho kutwa ama form 2 ama form 1, muwape makaratasi ya mtihani, msivambie kwenye blackboard majawabu, muandikie hapo wote, lakini msivambie kwamba ndio majawabu mwenyewe au atanganyeni kisha muwape. Wallahi hawezi kuangalia hapa kaiva ili swali lile njibu yani hata ukawapa gomba bure tukua gomba wape hili, hawawezi. Natoa mfano tena, Alibausi hapa kwenye mitihani na usimamia ameshikwa karibu mara 2 akiwa kama invigilator. Kwenda umwambia mtu jawabu hii, mtu haisi andika. Mwalimu sisi lakini kuandika. Hamza hapo hiyo ndio jawabu, ni production. Mtu hawezi kuiandika production mpaka umwandikie. Jamani, tutafanya nini? Kwa hivyo ndugu zangu wa juu, ikiwa tutataka kubadilika, tuweni wa kweli kama alivyosema shehe, na tuweni wazazi wa kweli, bila si hivyo. Na si skuli tu, skuli kuna advantage kwamba serikali hutupa walimu, serikali hutupa vifaa. Sisi wenyewe ndio hatuwezi kutumia. Hizi madrasa shehe, madrasa zetu, mzazi huu mtu akiambiwa toa shilingi 100 kwa mwalimu mauti ya Muhammad. Sasa leo ataka mwalimu madrasa akaketi kumsomesha mwana, ikisikilia saa 6 haisita kula nini kwake? Itakubalika? Kuliwa miswahafu ili siyo shaka. Kina madikale ndio walikuwa chuki vicha kutia Fatiha wakipata mapeni. Nani mchanchu kutia Fatiha? Kwa hivyo ni mambo hayaendi. Madrasa zetu ikiwa hatuamui wazazi nyinyi wa leo, msimame tulete walimu. Unaambia madrasa shekhe wana 300 400, achita someshwa na badibasho, akitoka sakandi akipata tai. Kisegeu nao sinti sendi baharini kesho aenende. Na ustadhi shehe ukete pale yepekee maskini. Tasomesha vipi? Tutasomesha vipi? Wana watapawa vipi dini kuiba? Wana wetu hiyo IRE kawaida mwaka huu, natoa tena mfano. Mwaka huu tulionao lopicha. Sheikh Mdathir, Ustadhi Mdathir amefanya registration ya private mtihani wa form 4. Skuli hakupicha, hakwenda skuli hata siku moja wala kushika kitabu. Lakini mlizani upeche nini Mdathir? Mdathir upeche D kushinda wana wetu wa miaka mingi huenda skuli wake. Lakini Mdathir upeche D kwa sababu gani? Kwa sababu yajua dini, IRE na Arabic amekwenda kupiga AA. Kisha Kiswahili whatever zote ameanguka. Ile A Arabic, A IRE, hiyo na D.
Sasa wanavechu kwa madrasa zetu nao ni nzuri, wasomesha na waelewa. Akisha kupata A in Arabic, akisha kupata A in IRE na C kwa Kiswahili, tayari una C-. Lakini hatuna akili na hatuwezi kutumia nafasi zetu tukazijenga madrasa zetu kweli kwa watasoma. Kisha mwanafunzi kwenda second au akashika Arabic yake na IRE yake na Kiswahili kitu kidogo, pengine na geography kidogo, hutansikia una C+. Leo umekwenda college yoyote na hata kwenda kusoma. Lakini jemeni, akili zetu tumezifunga, mabongo yetu tumeyafunga, ndio hishi. Kumalizia ni kwamba jemeni, mimi sikosoi bodi ambayo sahihi imewekwa. Sivyo ndio kuwauma. Hivi sasa elimu ya CBE ni mbovu zaidi. Leo secondary yetu mimi niliwaambia miaka 6 iliyopita. Hata mimi nikiwa bodi tumetoa hii miaka yote. Lakini kwa ndia hiyo haitoki, na nilikuwa nikiwaambia hapa tuko hava nkuvaea kukuva grade. Miaka 4 nchu na miaka 15 fikisha miaka 18 kukula grade ile nene. Kio litaliwa nama, taliwa nini? Lakini hatuna matumaini. Sasa kwa hii CBC na nilikuwa natarajia ile bodi iundwe bodi ambayo itatarajia pangine huku kutengea zile secondary nzuri kupatikana hizo grade, na hawa walisema CBC ni kwamba ni challenger. Leo washabadilisha, mnayo habari? CBC sasa ukifanya mtihani grade 9 wamerudi pale pale kwenye point. Hakuna tena kuangalia challenger. Sasa hiyo wamerudi ni point. Sijui kuna point 89 kuanzia 53 sorry. Kwenda juu hawa ni wale wataenda national school. 45 mpaka 52 hawa ni hawatakuwa provincial school. 25 point mpaka hiyo 35 watakuwa ni county school. 20 kushuka chini ni zile sub county sasa kwa kumbiriwa school zetu kwenda fasa secondary. Ambapo fasa secondary ni county school, lakini watakaoteuliwa kwa county school hawatakuya kwa sababu history ya school ni mbaya. Itabidi hawa wetu watoseo hapa. Na wetu watoseo hapa grade 9 iliyofanya mwaka jana ilikuwa wana 40. Kuna wana 7 huambiwa hava yambo. Si vizuri hava yambo. Sasa tutakwenda hava yambo mpaka lini? Ndugu zangu, kama wakati imechukua nasema poleni, na ikiwa nimezungumza sawa ni faida kwenu, nimekosea Mungu atanisamehe. Asalamu alaykum.